Mate yako yana nguvu za uumbaji. Mate yako, saliva. Mate haya nasema kwa sababu gani na nguvu za uumbaji? Kwa sababu hata unapokula chakula chakula kinachanganyika na mate ili uweze kupata ladha ya chakula. Kwa mfano, ukitafuna ndizi, ili uweze kupata ladha ya ndizi ni lazima uchanganye na mate. Unapotafuna mate yanachanganyika, ulimi unatafsiri, ulimi una mishipa ya fahamu, inaweza kutafsiri kwamba hii ni ndizi, hili ni chungwa, hii ni. Lakini kama ikitokea mate yako yakakauka, hautaweza kusikia ladha ya chakula kabisa. Ni lazima meno yatafune, yasage, halafu yachanganye na mate, halafu ndio uweze kula chakula ili uumbaji ndani ya mwili wako uweze kufanyika. Naona sasa, kwa Wakristo mtanielewa zaidi. Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa anatembea, siku moja njiani alikutana na kipofu. Yule kipofu akamwambia, Mwana wa Daudi, unirehemu. Naona, kwa hiyo Yesu alichofanya, alitema mate chini, akachanganya na udongo, akampakaza ule udongo yule kipofu kwenye macho, na kipofu akapata kuona. Kwa hiyo mate yana nguvu za uumbaji. Hata Mwenyezi Mungu, Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, anaamini kwamba mate yana nguvu za uumbaji. Lakini pia kwa watu ambao tumeshawahi kwenda naenda kutambikiwa matambiko makubwa. Niliwahi kwenda Tanga kipindi fulani kwa mama mmoja. Yule mama alitafuna nafaka nyingi sana, akazichanganya, afa akanitemea mate. Akaniambia, nenda na kuenda utafanikiwa na usioge mpaka siku ya leo ipite. Na kweli nilipotoka pale nilifanikiwa sana. Ama unaenda kwa wazazi wako, wanakunenea maneno huko, wanakutemea mate kwa kutumia mila za kwenda matambiko ya kweli. Msidharau sana mila, msidharau matambiko. Unaona, unapofanywa mila na wazazi wako au watu wa ukoo wako au wazee wa ukoo wako, ili na kufungua baraka zako sana sana sana. Kwa hiyo mtazamaji wangu, mate yana nguvu kubwa sana za uumbaji. Kwa hiyo leo nitaelekeza jinsi ya kutumia mate. Hii remedy limefanywa utafiti mwezi wa pili mwaka huu 2026. Iko vizuri sana. Tumia mate yako hata kuitamkia siku yako. Unapoamka asubuhi, fanya asubuhi na usiku kabla ya kulala. Chochote utakachotamka kwa kutumia mate yako ni lazima kitatokea. Chukua mate yako namna hii. Kidole chenye mate weka nyuma ya sikio. Anza kutamka maneno unayotaka. Labda nataka leo niuze, nataka huko niuze biashara leo wateja waje, nataka huko aliko, labda mpenzi wako amekusahau, mke au mume, nataka mume wangu anikumbuke tena, akumbuke watoto wako. Tumia mate. Sugua masikio yote mawili. Ukianza la kwanza, utachukua tena sikio la pili. Kazi ya masikio ni kutunza kumbukumbu. Yanapokea sauti, mawimbi ya sauti yanapeleka kwenye ubongo, ubongo na tafsiri, tunaweza kuelewa. Naona. Kwa hiyo unaposugua hapa nyuma kuna nguvu za uumbaji za Mungu. Au hata kama unataka kwenda mahali ili usisahau, chukua tu mate yako, pakaza, sugua, sema nataenda sehemu fulani, ama nisisahau hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, na kweli utakumbuka. Lakini pia kwa mfano, unataka kutoa, labda unatoa pesa, hela unayo kidogo, na unaogopa hii inaweza ikapotea ama usipate, iombei pesa. Alafu chukua mate yako kidogo tu, unaweza kaitembea kidogo napoenda kuitumia pesa hii itumike kuzalisha mambo mema duniani. Wewe pesa na kuamuru kwa nguvu ya mate yangu na kuumba urudi kwangu mara 1000. Pesa ni energy, pesa ni roho, huwa inasikia na itarudi. Sio lazima irudi kwa njia ile uliyoitoa, inaweza kurudi kwa njia zingine. Kuna watu wananipigia simu wakati mwingine, mtu ananiambia nimeibiwa pesa nyingi sana, ama nilimkopesha mtu amekataa kunilipa pesa. Unamuuliza, huyo mtu ana uwezo wa kukurudishia hizo pesa? Anakuambia hana. Sasa kama hana uwezo wa kurudishia, atazitoa wapi? Kwa hiyo kabla hujatoa ile pesa kumpa mtu mwenye energy fulani, kwa sababu mtu hana pesa, unamkopesha pesa, unategemea azitoe wapi? Kwa wakati mwingine ziombeni zile pesa. Unaweza kuwa wewe na energy kubwa ya pesa, ukampa mtu mwenye energy ndogo, mwenye nguvu ndogo ya umiliki, akashindwa kuirudisha kwako. Kwa hiyo kabla hujaitoa pesa, inenee. Ikiwezekana chukua mate yako kidogo, weka chumvi ya maji chini ya ulimi, tamka maneno, alafu temea kidogo ile pesa. Acha hata ilale siku moja, kesho mpatie. Mwenyezi Mungu atarudisha kwa njia nyingine, hata yule akikudhulumu
itarudi kwako. Wewe itamkia tu kwamba irudi mara ngapi. Kwa hiyo tumia nguvu ya uumbaji kupitia mate yako. Mwenyezi Mungu anajua siri hii ya kutumia mate. Mate yako. Nimewatajia kwa Kristo, nimewatajia mstari wa Biblia ambao Bwana Yesu Kristo alitumia mate kumponya kipofu. Naona. Lakini pia huwa naona sana Wamasai nao wana tabia hiyo. Akiwa anatambikia vitu vyake wanapenda kutumia mate. Ama anaweza kameza maziwa akakutemea. Anakutemea mate, lakini sio kama anakutemea kwa kusema kubariki familia nini kwa kutumia mate. Ukibarikiwa kwa mate na mtu mkubwa au wazee wakubwa, lazima baraka zikufuate kokote kule uliko. Na fanya hivyo kwa kutumia mate. Hata kama usiku uko ofisini tu unaona hakuna wateja, hakuna nini, chukua mate yako. Na jifunze kufanya asubuhi na usiku kabla ya kulala. Chukua mate yako, sema leo nitauza. Leo nitauza mzigo huu na huu na huu na huu. Naona. Na kweli utauza kwa sababu mate yana nguvu za uumbaji. Na remedi yetu kwa leo inaishia hapa. Nikukumbusha kwamba ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Tunazo dawa nyingi sana kwa ajili ya magonjwa sugu mbalimbali, kwa ajili ya malimbwata, kwa ajili ya vitu vingi sana. Maswali mengine utaniuliza, lakini ukiwa na ugonjwa wote sugu, tafadhali nakusihi sana nipigie. Namba zangu za simu ziko kwenye profile. Na ikiwezekana wakati mwingine unipate kwenye simu. Niliko neti yakiwa sio nzuri, tumia WhatsApp, mtandao wa WhatsApp. Utanipata kwa urahisi sana. Ingia WhatsApp, weka MB, ingia WhatsApp utanipata. Ukinipigia direct imetokea ukanikosa. Kwa leo tuishia hapa mtazamaji wangu, mimi ni tabibu wako, naitwa Lois na ninaamini katika sheria nguvu za asili na ulimwengu, yani universe. Asante kwa kunitazama. Bye.